inasema wakati Abrahamu anaondoka, akaondoka na mke wake Sara, halafu akambeba na mtoto wa ndugu yake anaitwa Rutu. Na Mungu akamwambia Abrahamu aondoke na Rutu. Sikiliza vizuri, Mungu alitaka Abrahamu aondoke yeye na mke wake, lakini Abrahamu akambeba na mtoto wa ndugu yake anaitwa Rutu. Wakaondoka wakaenda huko. Walipofika huko, wote wakabarikiwa, wakawa na mifugo, wakawa na wafanyakazi. Sasa unafika wakati ugomvi unaanza baina ya wafanyakazi wa Abrahamu na wafanyakazi wa nani? Wa Rutu. Ukisoma Mwanzo hii, Mwanzo 13:14, Bwana Yesu asifiwe. Mungu akamwambia Abrahamu, ujitenge na ndugu yako Rutu. Tengana na nani? Na Rutu. Maana sio kusudi la wewe kuongozana na Rutu. Biblia inasema ikawa baada ya Abrahamu kutengana na Rutu, Bwana akamtokea Abrahamu. Baada ya kuachana na Rutu, Bwana akamtokea nani? Akamwambia Abrahamu, tazama kuanzia hapa mpaka kule nimekupa. Baada ya kutengana na Rutu, ndipo Mungu anaanza kuzungumza na Abrahamu. Nasema hivi, kuna watu usipotengana nao huwezi ukafika kwenye kusudi la Mungu. Kuna watu usipoachana nao huwezi ukafanyika kuwa mtu mzuri hata siku moja. Kuna watu lazima wapige chini ili Bwana afanye kitu kwenye maisha yako. Kuna watu lazima uachane nao ili Bwana atengeneze kitu kwenye maisha yako. Ukilazimisha kwenda nao, hakuna kitu Mungu atafanya kwenye maisha yako. Ili Mungu afanye, wako watu wachana nao. Hajalishi unawapenda sana, hajalishi watu wa namna gani, achana nao. Mungu atengeneze kusudi lake juu ya maisha yako. Ndio maana Mungu akamwambia Abrahamu, achana na Rutu. Baada ya kuachana na Rutu, Mungu anamtokea Abrahamu, anamwambia kuanzia hapo ulipo mpaka kule nimekupa. Lakini Abrahamu amekubali kuachana na Rutu. Wako watu naishi nao wanaweza kani sababu ya kuto kufika kwenye hatima yako. Wanaweza kani sababu ya kuto kufanya Mungu afanye kitu kwenye maisha yako. Ndio unawapenda kwa sababu ni wanadamu, unawapenda kwa sababu umewazoea, unawapenda kwa jinsi unavyowaona sura ya nje, unawapenda kwa maneno yao mazuri. Wakati mwingine wana maneno mazuri, lakini sivyo walivyo ndani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ogopa sana, usilizike na maneno ya mtu. Ogopa kitu alichokificha nyuma yake. Anaweza kaja kwa maneno matamu alafu ndiye anayekumaliza. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Yesu asifiwe. Abrahamu alipokubali kuachana na wazazi wake akaondoka, akakubali kuachana na Rutu, Mungu akambariki. Akasema, nitalikuza jina lako na huko nitakubariki, na huko nitakufanya uwe mkuu, na huko nitakutambulisha juu ya mataifa. Lakini lazima uondoke. Kuna mahali Mungu anataka uondoke. Kuna mahali Mungu anataka uondoke ili ukutane na Mungu. Kuna mahali Mungu anataka utoke hapo ili ukutane na. Usipokubali kutoka hapo, hutakutana na Mungu. Bwana Yesu jina sana. Wanakuja pale kwa sababu ya jina. Daima Yesu asifiwe. Sasa jina Mungu anakuja sasa. Zaidi tusikie tutakavyoanza. Anayefunga kujua Mungu amesema nini. Anayefunga kujua Mungu anasema nini. Na kila Mungu alisema Abrahamu ndicho alichokifanya. Ndio maana nimesema hivi, kuna watu hawajui thamani yako. Usilazimishe kwenda pamoja nao, sawa? Usilazimishe kwenda na mtu ambaye hajui thamani yako. Ukiona kuna mtu hajui ni nani, achana naye. Ukiona mtu hajui thamani yako, achana naye. Tafuta thamani ya Mungu. Tafuta kuthaminiwa na Mungu anayejua thamani yako, anayejua umuhimu wako.
Usipate shida kujikoma kwa wanadamu, wala kujipendekeza kwa watu, wala kujifanya wewe ni nani, hata wasipokuelewa, lakini Mungu atawajulisha. Wasipokujua jina, Mungu atalitambulisha kwao, Mungu atalikuza jina lako. Ndio maana akamwambia Abrahamu, huko nenda, nitalikuza jina lako. Hata wasiokujua jina watakujua, hata wasiojua wewe nani watajua wewe ni nani. Huo Mungu ana tabia, anapotaka kumtambulisha mtu anaanza kutengeneza jina, anaanza kuliweka jina vizuri, analikuza jina linajulikana kabla hujamjua mtu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Yesu asifiwe. Abrahamu anaambiwa ondoke, aende huko, Bwana atambariki. Aende huko, Bwana atamuinua. Maanake aanze kutegemea ndugu zake, aanze kutegemea wazazi wake, aanze kutegemea marafiki. Unajua kuna watu wanaishi wanategemea watu, anaishi anategemea mjomba, anategemea rafiki kwa sababu ana hela. Hapana, kuna wakati Mungu anataka mtegemee yeye. Kuna wakati Mungu anataka atomboe hali ya kutegemea wanadamu, aingize hali ya kutegemea yeye, kwamba Mungu ndio yote zaidi ya yote. Ndio maana anamwambia Abrahamu, ondoka, ukikaa hapa sitakubariki. Hata nikikubariki utajua kwa sababu ni nchi yako, utajua kwa sababu umechangiwa na marafiki. Nenda huko, nitakubariki. Akabeba na Rutu. Mungu akamwambia ende na Rutu. Alimwambia ende nini? Akabeba Rutu kwa upendo wa ubinadamu. Umefika wakati mtu anainuka tatizo, Mungu anamwambia achana na Rutu. Bila sema alipokwisha kuachana na, Bwana akamtokea, anamwambia kuanzia hapo ulipo mpaka kule nimekupa. Lakini baada ya kutengana na, kuna watu tengana nao, kuna watu wapige chini, kuna watu wachana nao, kuna watu si salama kwako, kuna watu si sahihi kwako. Hata kama ungejikomba kwao, hata kama ungejipendekeza ni kazi bure, kwa sababu hao watu si salama kwenye maisha yako. Na ukiachana nao, Mungu atakutokea, Mungu atalikuza jina lako, Mungu ataanza kuongea na wewe kwa sababu umeachana na wale watu. Kuna watu wanakuwa tatizo katika maisha ya kiroho, wale ni tatizo kwenye huduma yako. Kuna watu ni tatizo, huwezi ukainuliwa viwango kwa sababu umekaa na mtu ambaye sio salama, ambaye ni tatizo kwenye maisha yako. Hebu mpige chini, uone Bwana atakuinua, uone Bwana atatenda, uone Bwana anafanya vitu, kwa sababu umeachana na yule mtu ambaye si salama katika maisha yako ya wokovu. Abrahamu alipoachana nao, Bwana akambariki.